So there are 7 ways that God can teach us. Kuna njia 7 ambazo Mungu anaweza akatufundisha. Number 1, he teaches through the Holy Spirit. Njia ya kwanza anatufundisha kupitia Roho Mtakatifu. Number 2, he teaches through his servants. Namba 2, anatufundisha kupitia watumishi wake, fellow men, au wanadamu wenzetu. He teaches through his servants or fellow men. Kupitia watumishi wake au wanadamu wenzetu. Number 3, God teaches through scriptures. Mungu anatufundisha kupitia maandiko. Scriptures. You read scripture, God is using them to teach us. Haya maandiko Mungu anayatumia kutufundisha. Number 4, God is teaching us through occasions and events. Mungu anatufundisha kupitia matukio, occurrences, things which are happening in our daily lives. Kwenye maisha yako. God can use events to Mungu teach anaweza you. akatumia matukio kukufundisha. God can use things which are happening to teach you. Anaweza akatumia Even things which are happening in your life, yanayotokea kwenye maisha yako au maisha ya mtu mwingine. Number 4, is it number 4 or number 5? Namba ngapi? Number 5, God uses the testimonies. Mungu anatumia his works, his might works, kazi zake kubwa kutufundisha. Sometimes God can teach you through a miracle. Mungu anaweza kukufundisha kupitia muujiza. Just a miracle. A miracle can happen. And from there is a knowledge. Why? Because to a wise man, kwa mtu mwenye hekima, he always understand that in every miracle there is a message. Anaelewa kwenye kila muujiza kuna ujumbe. To some people they think in a miracle you just get amazed. Kwa baadhi ya watu wafikiri being excited. Kwenye muujiza unashangilia tu. If you get seriously your eyes in the miracle which are happening, lakini ukizingatia kwa makini kila miujiza ina ujumbe. So God can teach you through a miracle. Anaweza kukufundisha kupitia muujiza. He can perform a miracle for you to learn. Tenda muujiza ili ujifunze. Simon Peter saw a miracle. Tume Petro aliona muujiza, akapata samaki wengi. And from there he got to know that he's a sinner. Akagundua yeye ni mwenye dhambi. Without even anyone to tell him that. Bila mtu kumwambia. From there he knew that Jesus is someone to follow. Akagundua Yesu ni mtu wa kumfuata. You know, someone can hear from the Holy Spirit that you must follow this man. Mtu anaweza kasikia kutoka kwa Roho Mtakatifu mfuate huyu mtu. Yes, you may hear that. Unaweza kusikia. Another person may just see a miracle. Anaweza kaona muujiza. And a miracle will tell that person. Na ule muujiza utamwambia yule follow this man. Mfuate huyu mtu. Just because you have seen a miracle. Kwa sababu ameona muujiza. You have seen a miracle. Umeona muujiza. So God can use miracles to teach us. Mungu anaweza kutumia muujiza kutufundisha. Number 6, God can use nature. Namba 6, Mungu anaweza kutumia mazingira. Our environment. Our surroundings, and including the nature. Na asili. Do you know you can look on the sky? Hivi unajua unaweza kutazama angani and you can learn something. Alafu kujifunza kitu. You can look on the mountain. Unaweza kutazama milima and you can hear a knowledge. Alafu ukapata maarifa. You can get knowledge from there. Yaani unapata maarifa kutoka hapo. Hallelujah. Hallelujah. From nature. Kutoka kwenye asili. Living organisms. Hata viumbe hai. Imagine Solomon. Fikiria Suleiman. He just studied the life of ants. Alijifunza tu He studied the life of those insects. Ya wale chungu. And he got knowledge. Akapata hekima. From just studying the lives of insects. Kwenye maisha ya wale chungu. Do you know why Jesus used to give examples? Alikuwa anatoa mifano. One of things that Jesus used to use examples. Moja ya kitu alikuwa anatumia kwenye mifano. Ni wanyama, trees, mimea. He says you learn from the fig tree. Anasema jifunzeni kwa mtini. Learn from the fig tree. Jifunzeni kwa mtini. That means you can derive knowledge from fig tree. Unaweza kupata maarifa kutoka kwenye mtini. God can teach you through nature. Mungu anaweza kukufundisha kupitia asili. What you have to know is just it will not be out of Christ. Unachopaswa kujua haitakuwa nje ya Kristo. It will not be out of Christ. It will all align with the knowledge of Christ. It will not be against the word of God. Haitakuwa nje ya neno la Mungu. So you don't just say I have looked on sky and got a revelation. Usiseme nimeangalia angani nikapata ufunuo. No. Hapana. The revelation has to align with the word of God. It's not supposed to be against Christ. He can use those different ways. Anatumia hizo njia mbalimbali. To speak to us. Kuongea na sisi. To teach us. Kutufundisha. To reveal himself to us. Kujifunua kwetu. That's the way. Because some people baadhi ya watu cannot access, some of them they can't even access teachings like this. Hawezi wakapata mafundisho kama haya. But they love God. Lakini wanampenda Mungu. Some of them they don't
don't know what this word in Greek or in Hebrew. Hawajui hata neno hili kwa Kigiriki maana yake nini. Lakini wanampenda Mungu. And God, because he is wise, na kwa sababu Mungu ni mwenye hekima, he knows how to teach his people. Anajua jinsi ya kuwafundisha watu. He can even use nature. Anaweza kutumia asili and teach people. Akafundisha watu. He can use things and warn people. Anatumia vitu au mazingira kuonya watu. A man of God shared a testimony. Mtumishi wa Mungu mmoja alitoa ushuhuda. He was tempted by the devil. Alijaribiwa na adui to go and fornicate. Kwenda kufanya zinaa. On the way to do that thing, akiwa njiani anaenda kufanya zinaa, he met a man with a motorcycle. Akakutana na mtu mwenye pikipiki. And he was led by the Spirit to read the plate number. Akaongozwa na Roho kusoma namba. Plate number was exactly as Psalm 119. Ilikuwa sawa sana Zaburi 119. And the verse popped up in his mind. Alafu ile andiko likaja akilini. How shall a young man purify his ways? Jinsi gani kijana ataisafisha njia yake? The Holy Spirit can tell you, can speak to you through even things around. Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza na wewe kupitia mazingira. He can talk to you through even occasions. Kupitia hata matukio. Events. Vitu vinavyotokea. He can use nature. Au akatumia asili. To teach you. Kukufundisha. Hallelujah. Hallelujah. And lastly, na mwisho kabisa, revelation. Ufunuo. Of spiritual things. Au mambo ya kiroho. Here now you can be taken into vision. Hapo unaweza ukachukuliwa kwenye maono. You can ascend. Unaweza deeper realms of the spirit. Kwenye vina and start to see things. Ukaanza kuona vitu. He can teach you through spiritual things. Anaweza kukufundisha kupitia vitu. Things which are not visible. Vya kiroho ambavyo havionekani. Nature is visible, but there are things which are not visible. Asili ni inaonekana. You can learn things from God. Unaweza kujifunza vitu kutoka kwa Mungu. I know someone who is first maybe hear this thing. You may ask yourself now, if God can teach me in those different ways. Unaweza kujiuliza kama Mungu anaweza kutumia njia hizo zote kutufundisha. Some people they think kuna watu wanafikiri it's easy to be trapped in false doctrine. Ni rahisi but you get this understanding. Kwenye mafundisho ya uongo. All the ways that God can use to speak to you. Njia zote ambazo Mungu anatumia kukufundisha. On the foundation of Christ. He will not teach you out of Christ. Hata kufundisha nje ya Kristo. In the foundation of Christ. Iko kwenye msingi wa Kristo.